Babe, unajua mimi leo sikuelewi. Yaani tangu umekuja hapa ninaonekana hauko sawa. Nimefanya kila jitihada za kuweka katika hali yako ya kawaida, lakini naona kama imeshindikana. Una shida gani kwani? Niambie mpenzi wangu. Sasa usiponiambia mimi nitamwambia nani unadhani? La kwako ni la kwangu, la kwangu ni la kwako. Au sasa unaanza kunificha mambo yako? Sio kwamba nakuficha baby. Lakini kuna vitu mimi vinaninyima amani kabisa. Nikosesha. Vitu gani sasa mpenzi wangu mama? Sasa ndio niambie. Unajua Mary, kumekuwa na story nyingi sana mtaani. Marafiki zangu, chuo, na watu tofauti wananiambia story mbaya kukuhusu. Wewe unadhani mimi nitakuwa najisikia tu furaha kila siku? Ili hali kuna maneno mengi mabaya mtaani. Kiukweli mimi inaninyima amani kabisa. Na inanifanya hata uaminifu wangu uanze kupungua kwako. Yaani Julie jamani, inamaanisha ni maneno ya watu ndio yanakutoa kabisa kwenye mood. Yaani uko na mimi lakini bado unafikiria maneno yao. Kwa nini lakini? Kwani mimi si ni mpenzi wako? Alafu watu hawapendi maendeleo yetu. Watu hawapendi wewe kuwa na mwanamke mzuri. Wewe mwenyewe unaelewa, chuo kizima watu wanakuonea tu wivu. Kwanza chuo kizima wewe ndio unamiliki demu mkali. Demu mzuri, najua kuvaa na pendeza. Kila mtu ananitupia jicho. Wewe uone hiyo? Baby, sio kama mimi hivyo vitu vyote sivielewi. Navijua. Lakini ashumu wewe ndio ungekuwa mimi. Kila unapopita unakuwa unasikia story kama hizo. Kila unapopita unaambiwa hivi, unaambiwa hivi, unaambiwa hivi. Ungekuwa na amani? Ungejisikia vibaya. Sasa unatakaje mimi nijisikie vizuri? Mimi sipendi kweli. Ila mpenzi wangu jamani, usiwasikilize hao ni wanafiki tunawaambia. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani ninavyokupenda mpenzi wangu. Kwanza kingine, mimi siwezi kumvulia mwanaume yoyote nguo isipokuwa wewe tu. Wewe ndio unaoweza kuchezea mwili wangu mpenzi wangu. Hakuna mwanamume mwingine yeyote. Kwanza unanitosheleza kipenzi. Nikafuata nini kwa wengine? Yaani wataongea mpaka watachoka. Mimi naomba usiwasikilize. Ziba masikio, funga mdomo wako, funga macho yako. Kila kitu ni Mary, kila kitu ni Julie. Julie Mary, Mary Julie. Sawa mpenzi wangu? Sawa. Niahidi hutawasikiliza tena. Sitawasikiliza tena. Kweli? Ndio maana mimi nakupenda. Baby. Safi madam. Samani nimekuita hapa nataka nikuulize. Sijamuona Julie darasani. Kulikoni? Kiukweli madam, Julie anaumwa. Toka jana yuko sawa kabisa. Na ndio maana leo ameshindwa kabisa kufika chuoni. Hospitali ameenda? Kuhusu hospitali hapana. Hajaenda bado. Amesema anaangalia hali itakuwaje. Kama hali itazidi ataenda hospitali. Kwani madam kuna tatizo? Hapana, sijamuona tu darasani kwa hiyo niko na nikuulize. Ila sawa, hamna shida. Ila nakuomba kabla hujaenda nyumbani upitie ofisini. Sawa, hamna shida madam. Tutafanya hivyo. Sawa. Haya, mimi naenda ofisini. Sawa. Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga naelewa, kila nachofanya naona sio sawa. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo. Hivi mwenzenu Nice yuko wapi? Lazaki jamani, Nice ni mtu mzima. Kwa nini unamuulizia Nice kwangu? Mimi sijui alipo. Na ana matatizo gani? Lazaki, kwani kuna nini? Maana mimi sikuelewi mara Nice yuko wapi, ana matatizo gani? Kuna nini? Kwa maana kama Nice angekuwa ana akili timamu, asingekuwa anafanya vitu kama mtoto. Haiwezekani aje geto aseme amenimisi. Mimi natoka zangu huko safari narudi geto kwa ajili yake, anakuja anaondoka bila taarifa. Mimi kitendo cha kwenda bafuni tu anashindwa kuja kuniaga mpaka aondoke bila kunipa taarifa yote, Hivi wewe inakuingia akilini hiyo? Sinaongea na wewe.
Lazaki. Labda tu mimi nikupe pole. Lakini haya yote ndo nayataka. Wewe huwezi kuwa mwanaume alafu hujiwezi kwa chochote. Yaani unaishi kwa kumtegemea Nice. Nice atafute pesa akupe wewe badala ya wewe mwanaume utafute pesa umpe. Wewe Nice itakuheshimu. Kwa hiyo mimi sioni kama Nice amekosea, yuko sawa. Ila tu unatakiwa kubadilika Lazaki. Na pole kwa yale kukuta. Unaamua kucheka sasa, yani dharau. Sasa mimi tunaongea mada nyingine, wewe unaleta mada ya mimi kutafuta pesa. Unanichukuliaje Yameingiliana vipi yani hiyo mada hapa? Of course ulikuwa ni ushauri tu. Lazaki, unachotaji wewe ni kusimama kama mwanaume kwa Nice baba. Yaani wewe unaishi kwa kumtegemea Nice. Alafu unataka eti Nice ya kuheshimishe. My dear, hawezi kukuheshimisha kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kujiheshimisha na kumheshimisha yeye. Kwa hiyo vumilia tu. Labda nikuulize. Ulitaka mimi nimheshimishe kwa lipi? Labda nifanye nini ili ndio ujue kama nimemheshimisha? Maana kama show nampa, ni kipi hasa ambacho yeye anahitaji? Lazaki, kuna muda mapenzi tu hayatoshi. Pesa ni muhimu kwenye haya maisha. Alafu ukija kuangalia sisi ni wanafunzi wa chuo. Nice ana mahitaji yake mengine. Yaani wewe huwezi kumtimizia Nice hitaji lolote. Zaidi ya mapenzi tu unayompa. My dear, jitahidi utafute kazi, tafuta kazi. Wewe ni mtoto wa kiume. Wenzako wanaume wenzako hapa chuo wote. Hakuna mwanaume hata mmoja mwenye historia kama yako ya kuishi kulelewa na demu. Tafuta hela. Uweze kumhudumia mwanamke wako, uweze kukizi mahitaji ya mwanamke wako. Ili asiwe anakuja geto kwako anakuambia amekumisi and then anaondoka. Ulikuwa ni ushauri tu. Uwe na siku njema. Dharau sio? Wenda bwana. Sasa wenye familia tuonyeshana mwaka huu. Penzi ni mzigo wa mwiba, pake nona kawaida, moyoni dola. Kwanza naomba nikutaki samahani. Samahani kwa kusumbua. Nimekuita hapa. Yaani nimeona wewe kwamba ndio msaada wangu wa mwisho. Ila naomba unisamehe kwa kushirikisha kwa hili. Sina jinsi. Najua Juli ni rafiki yako sana. Sana. Najua utanishangaa kwamba na umri wangu huu na jinsi nilivyo kukwambia maneno haya. Ila nimeshindwa kuvumilia. Thomas, nampenda sana Juli. Tena sana. Mimi kwa Juli sihitaji chochote zaidi ya penzi lake tu. Yaani ninachohitaji kwake mimi ni mapenzi tu. Nitampa chochote anachokitaka. Ila yeye anipatie penzi lake tu. Naomba unisaidie nimpate Juli. Nakuomba sana nisaidie juu ya hili. Maana nishambembeleza sana, shaongea naye sana. Hanielewi. Madam, kwanza nikupe pole. Asante. Pili nikutake radhi kwa jambo ambalo unalihitaji kutoka kwangu. Sidhani kama naweza kulifanya. Ukizingatia umri wako na Juli ni vitu viwili tofauti. Lakini pia nitaanzaje kumwambia Juli awe kwenye mahusiano na wewe? Kama ni masuala yenu private, unapaswa kuzungumza naye Juli mwenyewe na sio kuniagiza mimi. Hivi nitaanzia wapi kukaa na Juli kumwambia kwamba madam anakuhitaji? Mimi nadhani swala tuwezekana madam. Naomba unisamehe sana kwa hiyo. Thomas, please. Nakuomba, yani niko chini ya miguu yako. Naomba nisaidie kwa hili. Juli ni rafiki yako, atakuelewa tu. Tafadhali madam. Kama una jambo lingine la kuzungumza mimi naomba niondoke. Sawa, nimekuelewa. Ila nakuomba kingine. Naomba unipelekee hii zawadi kwa Juli. Nakuomba. Hapana madam. Siwezi kufanya hivyo.
Thomas, nakuomba. Umekataa maneno, hata zawadi. Nakuomba sana. Naomba kampatie zawadi tu. Usiongee chochote. Wewe mpatie hii zawadi. Tafadhali. Okay, sawa. Samahani mpenzi, simu yangu ilikuwa kwenye vibration, alafu nilikuwa mbali nayo, ndio maana sijaweza kuishika kwa wakati. Okay, sawa. Lakini mimi kinachonileta hapa, najua tuwe makini sana na Mary. Mary sasa hivi anaweza kutufuatilia, na akisha kujua mapenzi yetu itakuwa balaa. Ndio maana leo gari yangu nimepaki kule, sababu gari angeiona hapa angetokea. Sasa mimi nakupenda sana. Haki mapenzi yako wewe matamu kishenzi kuliko hata Mary. Unanichanganya baby. Ndio maana nimekuja kimya kimya hapo kukupa taarifa. Kwa be careful kuhusu Mary. Sawa baby? Sawa mpenzi, nimekuelewa. Kwa hiyo tuwe makini sana. Mpenzi. Stari bwana, mimi mtoto wa mjini. Mimi naweza kugundua kitu. Wewe Bontown eh? Mimi najua nini nakifanya. Kwa mambo mengine niachie mimi. Nitamaliza yote. Lakini lazima nikupe tahadhari ili penzi letu lisiharibike. Usijali, nitajua namna kumtuliza. Wacha niondoke sija katokea saa hizi hapa. Sawa? Sawa. Haya basi okay. Haya, uwe na usiku mwema. Nitakutumia. Haya. Penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida, moyoni ndo lanichoma. Ukweli mimi napumua kwa shida, penzi ni mzigo wa mwiba, kwake naona kawaida. Mambo Judy. We Judy, nakusemesha. Sitaki kuongea, basi poa, mimi niko ndani. Mary yupo na Julie huko chumbani. Unasemaje? Ina maana hujanisikia au dharau? Okay. Sasa nimeanza kukuelewa Judy. Mimi na wewe tunapita njia moja. Ujinga wa mjinga ni sawa, hata ukimwambia naona sio sawa. Nishajifanya mjinga naelewa. Baby bwana. Unataka kuishi hapo? Kwa nini sasa? Nimekusindikiza mbali mrefu sana. Babe, ungenifikisha tu nyumbani. Alafu uende ukarudi ukaendelea na safari zako. Hapo ulipofika unataka uishie kweli hapo? Baby bwana, mbona unapenda kudeka lakini nimekusindikiza sana. Alafu hata hivyo mimi nimekwambia kuna sehemu nataka niwahi. Acha hizo, nenda bwana. Alafu babe, unajua kabla sijaondoka nataka nikupe maua yako. Unajua jana ulikuwa ni noma. Jana ulikuwa umenipania nini? Baby. Wala sijakupania, mbona ni vitu vya kawaida tu jamani? Au kuna kipya kilikoongezeka? Sio kwa zile fujo mama. Kiukweli, hapa ndo unanifanya niamini kuwa mti wenye matunda ndo upigwa mawe. Yaani mimi kama ningekuwa nawasikiliza watu maneno wanaosema, zile raha ninazozipata au zile raha nilizozipata usiku, ningekuwa nazisikia tu. Babe, unajua mimi
kila siku nakufanyia vitu vipya, kwa sababu ili ni kuaminisha kwamba wale watu wanaonisema, wanaokuambia maneno wanataka kutugombanisha. Ndio maana kila siku natafuta ufundi mpya, kila siku natafuta mambo mapya. Baby, mimi nikuahidi kwamba kila siku lazima uenjoy na kila siku lazima nikuletee mambo mapya. Ili tu niwakomeshe wambea, maana wamezidi kutufuatilia kila kukicha, tuko midomoni mwao. Kila kukicha tunaongelewa sisi. Kwa nini? Kwani tuna kipi cha zaidi, yani cha tofauti na wao? Na mimi nikwambie baby, kuanzia sasa hivi masikio yangu pamba, macho miwani, yani mimi sioni na wala sisikii kitu chochote. Mimi jamani, unafikiri hizi raha ninazozipata nitazipata wapi nikiachana na wewe? Baby, wewe una maneno. Na hapo sijakopa vyote. Ningekupa vyote je? Kwa hiyo ina maana hapo kuna vitu umevibakiza vya akiba. Ndio, nimeweka vya reserve ili siku ukizingua na viporomosha. Sio mpaka nizingoe, ungevimalizia tu au turudi nyumbani. Acha bwana, uchoki. Yes. Sio kwa vitu hivyo. Unajua mimi vitu hivyo ndio vitu ambavyo napenda baby. Yaani au basi. Hebu nenda bwana, unachelewa na wewe. Uishi maneno. Nenda. Basi sawa, lakini take care. Na naomba ujilinde kwa sababu yako. Si unajua ninavyokupenda. Hata mimi nakupenda sana mpenzi wangu. Tena katika hilo swala la kukupenda, nahisi mimi ndo nimechizika kabisa, sielewi, sisikii, yani sijui umenipa nini wewe mkaka japo. Ni michezo tu hiyo. Bye bwana. Basi poa, uwe makini sasa Sawa mpenzi wangu. Bye.